Yaani Bite, mimi ninachokuambia hiki kitu sio kwamba naongea uongo. Siku ile umesafiri tu, nimelala hapa saa 6 za usiku, saa 7 nimekuja, naamka ilikuwa kama saa 8 kasoro, najikuta niko pagalani kule. Naamka hivi, mbona kama siko sehemu ambayo nilikuwepo. Muda si mrefu nazisikia sauti, nasikia vizombi. Hii imekuwaje? Ndio, yani ninavyosema ndio hivyo hivyo. Nimemove. Naingia tu hapa, najikuta nimelala hapa kitandani. Mimi nimelala hapa humu ndani, mara sijui kama masauti, mara sijui je, sijui amefanyaje, mara kama sauti yako. Nikasema hii imekuaje, mbona kitu kigeni kwangu? Kwa hiyo kipenzi, nilivyokuacha tu hapa mambo yakawa yamebadilika kabisa. Sasa yaani nyumba hii mimi nakwambia mambo niliyokutana nayo. Mara kizombi kikatokea hivi. Mara ukatokea ukaniambia kwamba kalale. Hasa huyu mtu saizi yuko Dar es Salaam. Mara hii ni kalale. Hapana. Au ndo kunimiss kipenzi. Unajua muda mrefu sana tumekuwa tuko pamoja, na muda mwingi tunakuwa pamoja. Labda tu sababu ya mimi kuondoka kukuacha peke yako ikapelekea unaota ndoto za, kwa sababu mimi na hofu kwamba inaweza kawa ndoto kipenzi. Kumbe muoga je? Hii sio hali ya kawaida, sio ndoto hizi. Yaani Bite, sio ndoto. Sizani hicho kitu, sizani. Mimi mwenyewe tu sijawahi yota hayo mandoto, sijawahi kabisa. Nyumba ya kitakatifu kabisa hii. Yaani umelala nje kabisa, nje. Labda, lakini unajua Mama Nyawile, unatakiwa ukumbuke kitu kimoja. Yaani kumiliki pesa, kumiliki gari haina maana kwamba una uwezo wa kumiliki na mapenzi pia. Mapenzi yetu ndio kwanza yana wiki moja tu, lakini umeshaanza kunitengenezea vitu vya ajabu ambavyo mimi sivielewi. Sasa kosa langu mimi ni lipi? Kosa langu mimi ni kukuambia unishushe hapa. Kwani kunishusha hapa kuna shida gani? Unasema Obokela. Kwa nini napenda kushukia kwa kina Obokela? Obokela ni nani kwangu? Obokela si ni mke wa mtu. Tumeanza kutiliana shaka kwenye kitu ambacho mimi sijawahi kufanya. Naomba nikuambie mwanamke, usije ukafikiri kuwa na mali, kuwa na nyumba au kuwa na pesa inaweza kuwa sehemu ya kuninyanyasa mimi. Mimi na maisha yangu wakati wote, muda wote naweza nikaamua kurudi Matema nikaenda kulima zangu. Na nguvu zote na power zote. Usije ukafikiri mimi kuvumilia kwangu naona kama labda sina kwa kwenda. Sijui kama unanielewa. Yaani aje. Mambo gani ya kushtua nayo? La jambo nimeota ndoto mbaya sana.
Nimeota ndoto mbaya. Umeota nini sasa? Nimeota bwana, huyu mama la mama anamlaumu. Sasa ghafla akanigeukia kama amevaa sijui kinyago sijui nini. Uo uchovu koni kuchoka huko. Utafikiri umeanza kufanya kazi leo ngumu na wewe. Mimi sijui nitafanya nini, maisha yananichanganya. Tatizo wewe kila wakati unamwaza tu huyo mama. Hebu mimi unasikia, hebu nisikilize kwa umakini. Mimi nataka nikupe mbinu moja. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya saa hizi ni kurudi tena kule kwa mama la mama. Kurudi tena kwa mama la mama tena. Ndio maana yake. Nachokuona wewe kisaikolojia umeharibika kabisa bila kurudi kwa yule mama la mama. Saikolojia yako haitoka vizuri. Hebu nikupe mchongo mmoja ambao mimi juzi nimeufikiria namna ya wewe kufanya. Hebu ondoka hapa ila uwe na baba mwenye nyumba, kwa sababu baba mwenye nyumba ana hekima. Kwa sehemu yule mama la mama anaweza kumsikiliza. Mbona mimi nafikiria tu hapa tufanye kazi, bosi atupe hela, mimi nirudi tu nyumbani bro. Kwa kuwa baba mwenye nyumba ana hekima, uondoke na ila uondoke hapa ukiwa umepigwa bandage. Unajipiga bandage hapa kama vile umegongwa na gari au umegongwa na baskeli. Pengine yule mama la mama anaweza kwenda kukuelewa. Ndio. Sawa, tutajaribu. Sio kujaribu ajei. Mimi ndio nimekupa hiyo mbinu, sema nimechelewa kukuambia. Wewe nenda tu kule. Kaombeni msamaha. Baba mwenye nyumba akikuombea msamaha, yule mama la mama anaweza kujirudi. Na akijumlisha wewe kupata ajali, anaweza kuwa na kutumia hekima. Tutajaribu. Ila sawa. Ila blaza pika tutulale, yani nimechoka vibaya mno yani. Unajua madam, mimi niseme tu katika hali ya kawaida ni kwamba sisi binadamu tunakosea. Hata sisi wanyia, sisi tumeumbiwa kusamehe pale tunapokosea. Kwa hiyo Bwana Ajay aliponishirikisha kwamba amekukosea, mimi kama baba mwenye nyumba ambaye ndo nimewapangisha pale, nikasema twende. Yule naye mama ni mwanadamu, anaweza kuwaelewa pale ambapo mmekosea. Si ndio Ajay? Baba mwenye nyumba kwanza, pamoja na yote hivyo umejenga kweli wewe? Unaingiaje na viatu ndani? Toa viatu vyako. Samani madam, nilisahau kama nimeingia na ndala ndani. Hapana madam, usiseme hivyo, hata mimi nimejenga.
Sawa, tuachane nayo. Kwa hiyo nilikuwa naomba madam, kwa sababu bwana Ajay mmetoka naye mbali, ungemsamehe. Na ukiangalia bwana Ajay tangu amegongwa na basketi, yani nilimuonea huruma kabisa, kwa sababu alishindwa hata kujihudumia. Na mwenzie pale bwana Rajabu ni kwamba mpaka leo kodi yangu hajanilipa. Kwa ningeomba rudisha, piga moyo konde, msamehe bwana Ajay, na ikiwezekana msaidie pale ambapo amekwama. Sawa, tuendelee.